Leo tupo katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa AREPTA, lakini vile vile wameshirikiana na wenzao wa Afrika Mashariki wa AFRES, na katika kufungua nimesisitiza sana umuhimu wa kuweza kuwa na regulatory authority ya real estate, kwa maana kuhakikisha kwamba hata ma real estate developer, kuhakikisha kwamba hawa ambao wanatangaza nyumba kuziuza na kadhalika, kuna regulations ambazo zipo na zinafuatwa. Kwa hiyo sisi kama serikali tupo mwishoni kabisa mwa kuzindua regulatory authority ya real estate, lakini vile vile nimewaeleza namna Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoifungua nchi yetu kwenye utalii, na nyinyi tena hapa Arusha ni mashahidi wa utalii ulivyoongezeka. Sasa utalii unavyoongezeka, maana yake na demand ya real estate na yenyewe imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kuna fursa hapo, na serikali imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba nyumba zozote ambazo zipo chini ya milioni 50 basi hazitozwi VAT, zinakuwa hazina VAT. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana kwa madeveloper kuweza kujenga nyumba nyingi zaidi, lakini vile vile kwa kuweza kujenga nyumba za bei nafuu ambazo pia na Watanzania wengi zaidi wataweza kununua nyumba za milioni 50 hadi kushuka chini. Ndio lengo la serikali katika kuondoa VAT, na sasa vile vile tunafanya kazi kuona ni namna gani tunaweza tukafikisha mpaka milioni 100 katika nyumba za milioni 100 kushuka chini zisiwe zinatozwa VAT, ili kuweza kuingiza sasa watu wengi zaidi katika home ownership, kuwa na uwezo wa kununua nyumba zao wenyewe, wa Tanzania wengi zaidi. Ndio maana tumekuwa na haya makongamano na semina za mara kwa mara kuweza kuelimisha. Sasa tunataka sheria ziwepo kwamba kabla mtu hajafanya ujenzi wa jengo iweze kujulikana jengo hili ni la ofisi, jengo hili ni shopping mall, jengo hili ni soko la kawaida la wananchi. Tunataka muuza miogo na muuza mchicha asijengewe jengo kama la Mlimani City na kuwekewa tiles na aluminium. Kwa ufupi kwangu ya mwisho, sio tu sela ya nyumba, hata kurugenzi ya miliki kwa maana ya directorate ya real estate imekuwa ipo kwa miaka mingi, nafikiri na kama miaka 3 au 5, na yenyewe haikuwepo. Kwa hiyo kama alivyosema Profesa Kilonde, kumekuwa na hombwe pale wizarani kwa maana ya kurugenzi ya miliki imekuwa haikuwepo, lakini pia na sela ya nyumba ilimezwa kwenye sela ya makazi. Kwa hiyo kwa sababu hakukuwa na sela ya nyumba, kwa hiyo kwenye wizara ilikuwa ni kama danadana kama alivyoeleza Profesa Kilonde, kwa sababu kumekuwa na commissioner wa ardhi, kuna msamini mkuu na mkurugenzi wa mipango miji na mkurugenzi wa upimaji, lakini swala la nyumba limekuwa lina kipaumbele. Ndio maana tunaposema low cost hatujui au low is low, affordable housing hatujui affordable ni kiasi cha bei gani. Tumeona nyumba zinajengwa za bei nafuu huko chini kiasi kwamba hata mwalimu wa shule ya msingi hawezi kununua, lakini bado zinaitwa nyumba za bei nafuu. Kwa hiyo kutakuwepo na sera. Kumekuwa na changamoto kwa sababu hatujui nyumba ya bei nafuu inatakiwa ianzie kiwango gani, kwa sababu sisi kama wataalamu tunafikiri nyumba ya bei ya chini inabidi iangalie kima cha chini cha mshahara, kwamba mtu anayepokea mshahara wa kima cha chini cha mshahara kwa taratibu za benki kuu akishakatwa hela yake yote, ambaye anaweza akabaki na minimum spendable income, ile ndio iweze, kama anaweza akalipa mkopo, ile ndio iweze kuwa bei ya nyumba ya bei nafuu.